Ni wakati mwingine tulivu, tunaendelea tena na simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Shangazi Zawadi sehemu ya 3. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusachi Chemchem ya Simulizi. Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Huenda kuna kitu ambacho utajifunza kupitia simulizi hii. Simulizi yenye kisa cha kweli. Lakini ukumbuke kuwa majina na mahali yaliyotumika katika simulizi hii si majina halisi, bali ni ya kufikirika tu. Anayetueleza kisa hiki ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Rahabu. Ni mambo mengi ambayo nataka uyasikie katika kisa hiki. Huenda kuna kitu ambacho utajifunza. Rahabu anaanza kutueleza. Rahabu anasema, katika maisha kuna maumivu makubwa zaidi ya yale ya kupoteza. Yaani ni maumivu yale ya kuumizwa na mtu unayemwamini kupita kiasi. Unaumizwa na mtu wa karibu, mtu uliyedhani angekuwa ngao yako katika matatizo, lakini mtu huyo anageuka kuwa chanzo cha hofu yako. Na kinachouma zaidi sio tu yale aliyokufanyia, la hasha, bali kinachouma ni kwamba anakufanyia mambo mabaya na huwezi hata kusema. Rahabu, mimi nilibeba siri nzito moyoni mwangu, siri iliyokuwa ikinitesa kila siku, lakini sikuwa na ujasiri wa kuifungua kwa yeyote yule. Sio kwa sababu sikuwa nataka kusema, la hasha, bali kwa sababu nilikuwa naogopa matokeo yake. Nilijikuta nikiishi maisha ya kimya, nikicheka mbele za watu, lakini nikilia peke yangu gizani. Na kila nilipotaka kusema kweli, hofu ilinijaa moyoni mwangu, kwa sababu nilijua kama ningethubutu kusema ukweli wangu ungeweza kugharimu maisha ya mtu niliyempenda zaidi. Na hapo ndipo nilipochagua kunyamaza, hata kama kunyamaza huko kulikuwa kunaniangamiza kimya kimya. Sehemu iliyoishia tulishia pale. Baada ya mimi kumpoteza mamangu katika mazingira ya kutatanisha, nilijaribu kutafuta faraja kwa bibi yangu, bibi ambaye ni mzaa mama. Na ndipo nilipoamua kumweleza ukweli ambao nilikuwa nauficha siku zote. Na nilimweleza kuwa bibi, chanzo kikubwa cha kifo cha mamangu ni Shangazi Zawadi. Bibi yangu aliumia sana, akaapa kulipiza kisasi kwa uchungu mkubwa sana. Lakini kabla hata ya kufanya chochote bibi yangu, ndani ya wiki moja tu, naye bibi yangu akafariki dunia. Hapo ndipo Shangazi Zawadi aliponikaribia na kuniambia maneno ambayo yalibadilisha kabisa historia ya maisha yangu. Shangazi yangu aliniambia kwamba mdomo wangu ndio ulikuwa unasababisha vifo vya watu wangu wa karibu. Na akaniapia kwamba nikithubutu kusema ukweli kwa babangu, naye atawafuata mama pamoja na bibi yangu. Kuanzia hapo niliamua kunyamaza. Nikaendelea kuishi kwa hofu, nikiwa nimebeba siri nzito moyoni mwangu, huku nikizidi kudhoofika siku baada ya siku. Basi Rahabu anaendelea kutueleza. Rahabu anasema, basi kuanzia hapo maisha yangu yakawa mateso, kutumikishwa na wachawi. Kuna wakati walikuwa wananifuata kina Shangazi hata pale nyumbani nilikokuwa nimelala. Wananipeleka sehemu ambazo nilikuwa sijui, na nilikuwa nafanya kazi ambazo nilikuwa sizielewi. Nilikuwa niko nje ya akili yangu. Na ukumbuke wakati yote haya yanatokea, nilikuwa tayari nimehitimu darasa la 7. Nilikuwa nasubiri matokeo. Na hatimaye na matokeo yalipotoka, Rahabu, mimi nilifanikiwa kuendelea na elimu ya sekondari. Babangu alifurahi sana, alizidisha upendo. Alijua labda anakuwa na mawazo ni kwa sababu nimempoteza mama pamoja na bibi kwa wakati mmoja. Lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye alikuwa ananitesa ni dada yake Zawadi, ambaye mimi ni shangazi yangu. Basi nakumbuka nikiwa sekondari, nilikuwa hata sijamaliza mwezi mmoja. Nakumbuka kuna binti mmoja ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Mwasiti. Yeye alikuwa ni kidato cha 3 kwa wakati huo. Rahabu, mimi ndo kwanza nilikuwa nipo kidato cha kwanza. Basi Mwasiti yeye alikuwa ni kiongozi katika bweni ambalo tulikuwa tukikaa. Basi nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano asubuhi. Wakati wenzangu wanafanya usafi, mimi nikapita katika bweni nikiwa nimevaa viatu vyangu. Aisee, Mwasiti alinibamiza hicho kibao ambacho kilinifanya nihisi nyota mbele yangu. Nilimwangalia sana Mwasiti, sikumaliza. Yaani hata sijui ujasiri nilitoa wapi. Kilichomkuta Mwasiti, Mungu pekee ndo anayejua. Yaani sikuamini kama mimi siku ile nilikuwa ni mimi yule Rahabu. Rahabu ambaye nilikuwa ni mpole, Rahabu ambaye nilikuwa ni muoga, Rahabu ambaye nilikuwa na hofu. Nilimvaa Mwasiti. Nilitoa wembe katika mfuko wa sketi yangu. Hata sijui huo wembe uliingia katika njia gani katika mfuko wa sketi yangu. Lakini ninachokumbuka, nilimchana yule msichana. Nilimtia majeraha ambayo nilimharibu sana. Na Mwasiti kusema kweli alikuwa ni binti mzuri, binti mrembo,
lakini nilichomfanya haya maisha. Basi Rahabu anaendelea kusema. Anasema baada ya tukio hilo, basi uongozi wa shule wakafanya kikao na kuchukua maamuzi ya kunisimamisha wiki 4 shuleni, na nikaamua kurudi nyumbani. Sasa ile tabia ilifikia sehemu baba akawa anipendi tena. Baba ambaye alikuwa ni mtetezi wangu, mfariji wangu, akawa anipendi tena, kwa sababu hata nilipofika mtaani nikawa ni mtoto mtukutu. Nilikuwa mtundu. Yaani nilikuwa nafanya vitu vya ovyo sana. Nikaanza kunywa pombe, kuvuta sigara. Yaani nilikuwa nafanya vitu ambavyo vilikuwa nje na akili yangu. Babangu akawa ananipiga ili kunifunza, lakini wapi. Wakati mwingine nilikuwa najibishana hata na babangu mzazi. Babangu alikuwa anaumia sana kwa sababu hakunilea katika hayo mazingira. Alinilea katika maadili. Alinilea kuheshimu kila mtu. Alinilea kuheshimu mkubwa kwa mtoto. Alinilea kuwa na nidhamu. Lakini nidhamu zote ziko wapi? Basi baada ya matukio kuzidi, babangu akaamua kunifukuza nyumbani. Lakini mimi nilikuwa nampenda sana babangu. Nikawa namvumilia tu kwa yote ambayo ananifanyia. Lakini yote haya chanzo ilikuwa ni dada yake ambaye ni Zawadi, ambaye kwangu ni shangazi yangu. Basi ndani ya hizo wiki 4 kabla sijarudi shuleni, nikawa mtoto wa mtaani. Sasa kuna roho ambayo ilikuwepo ndani yangu. Roho hii ikaanza kunisukuma nimchukie sana babangu. Kuna wakati nilikuwa natamani baba afe kabisa nisimuone. Basi siku zikazidi kwenda, na hatimaye adhabu yangu ikaisha, na wakati wa kurudi shule ukawadia. Sasa yule Mwasiti ambaye nilimfanyia vitimbi pale shuleni, ambaye nilimchana na viwembe, aliweka kisasi na mimi. Akawa ananiwinda kwa udi na uvumba. Na wakati wote huo, Rahabu, mimi sikuwa yule Rahabu. Nilikuwa naendeshwa na roho ambayo ilikuwa ndani ya mwili wangu. Nilikuwa nafanya vitu vya ajabu sana. Sasa nakumbuka siku moja nikiwa nimelala usiku, nikasikia nje ya bweni shangazi alikuwa ananiita. Nikaamua kuamka na kutoka nje. Ni kweli nikamkuta shangazi yuko na wenzake. Basi wale watu pamoja na shangazi wakanijumuisha na mimi. Zikafanyika ibada pale ambazo nilikuwa sizielewi. Kisha shangazi akaniambia, akasema, binti yangu, yule binti anataka kuwa kikwazo katika maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya kwa sasa ni kwenda kummaliza yule binti. Mmalize mapema sana. Basi shangazi sijui akaongea maneno gani, akanipaka dawa. Mimi pasipo kuuliza kitu chochote, nikatoka eneo lile na kuelekea moja kwa moja bweni. Lengo na dhumuni lilikuwa ni kwenda kummaliza yule binti. Basi nikaingia ndani ya bweni na nikaenda mpaka kitanda ambacho alikuwa amekaa Mwasiti. Mwasiti alikuwa analala kitanda cha juu. Nilipanda mpaka juu. Basi acha nianze kumnyonga mtoto wa watu. Nilimnyonga Mwasiti. Nilimnyonga kiasi kwamba akaanza kukosa pumzi. Mwasiti akaanza kulia, jamani nisaidieni, naombeni mnisaidie. Mwasiti alikuwa anapiga kelele. Anapiga kelele akisema, nakufa jamani, nakufa, nisaidieni, nisaidieni jamani, nakufa. Basi alikuja matroni, alinisukuma kutoka pale juu ya kitanda hadi chini. Nilianguka hadi chini. Nakumbuka niliteguka mkono. Basi baada ya hapo nilifungiwa kwenye chumba cha ziada. Asubuhi kesi ilifika ofisini na hatimaye nikafukuzwa shule. Yaani hebu fikiria msikilizaji, nilikuwa na miezi 3 tu tangu nianze shule ya sekondari, na hapo nilikuwa kidato cha kwanza tu. Kwa hiyo nilifanikiwa kusoma ndani ya miezi 2, kwa sababu wiki 4 nilisimamishwa kwa sababu ya kumjeruhi Mwasiti. Basi baba yangu ndo akazidisha chuki na mimi. Alinichukia hadi ikafikia hatua alikuwa hataki kuniona kabisa. Nakumbuka baada ya baba kunifukuza, baba yangu akafanya maamuzi ya kuoa. Aliamua kuoa, alidhani kwamba labda akipata mwanamke mwingine anaweza akanikanya, akanirekebisha, akawa na muda mwingi wa kuongea na mimi na nikarudi katika tabia yangu ya awali. Sasa baba alipooa ndio vituko vikawa vimeongezeka. Mwanamke yule nilikuwa namfanyia vitimbu vya ajabu sana. Yule mwanamke akawa ananiambia, akasema, Rahabu, hivi unajua mimi si sawa na hao watu wengine unaowachezea? Na najua sio wewe ambaye unafanya hayo mambo. Huyo mtu ambaye anakupelekesha nitamfanyia kitu ambacho hata kuja kusahau katika maisha yake. Wewe endelea tu. Basi baba alipoona nazidi kupotea, akaamua kunitafutia shule ya mbali. Lakini pia mwezi ya kuisha nikafukuzwa shule kulingana na matukio ambayo nilikuwa nafanya pale shuleni. Baba ikabidi ananiambia kwamba tu niendelee tu kukaa nyumbani, kwa sababu hamna kitu ambacho nakifanya, nimeamua kuharibika na nimechagua ulimwengu ambao naona unanifaa mimi. Lakini babangu hakujua kwamba sababu ya yote haya ni dada yake ndio ambaye alikuwa ananitesa. Basi maisha yaliendelea. Yule mwanamke aliyeolewa na baba, kumbe naye alikuwa na imani za kishirikina. Alikuwa ni mchawi. Nakumbuka siku moja shangazi aliniambia kwamba alinituma nikafarakanishe ndoa ya baba pamoja na huyu mama mpya. Basi usiku ulipofika, shangazi akanipa dawa ili niingie chumbani pasipo mtu yoyote kuniona. Asikwambie mtu.
Moto nilokutana nao katika kile chumba cha baba na mama, Mungu pekee ndo anayejua. Yaani kumbe yule mama alikuwa ni mchawi na alikuwa na nguvu sana. Yule mama alinishika, akawa ananipiga. Nikawa nashangaa, yule mama ananionaje? Wakati mimi nimeshapewa dawa, na mara nyingi nikipewaga dawa na shangazi huwa sionekani, lakini huyu mama alifanikiwa kuniona. Alinipiga kipigo cha mbwa mwitu. Alinipiga vibaya mno. Na yule mama akaniambia, akasema, Rahabu, wewe ni katoto kadogo sana. Na umwambie huyu aliyekutuma mimi ni namba nyingine. Nitakunyoosha, nitakuvuruga, hautaamini macho yako. Basi mama akaniachia na akaniambia niende nikalale chumbani na nisisubutu kuondoka. Ikabidi nifuate maagizo ya yule mama. Kuanzia siku hiyo nikawa namuogopa huyu mama, ambaye kwa sasa naweza nikamuita ni mamangu mdogo. Basi kadri siku zilivyozidi kwenda, matukio mengine mimi nilikuwa nafanya katika nyumba zingine tu, lakini pale nyumbani nilikuwa naogopa. Basi siku moja yule mama akaamua kumwambia ukweli babangu. Alimwambia kuwa sio mimi ninayefanya matukio yote, bali natumikishwa na mchawi. Na babangu aliposema kwamba mama ameajuaje, mama alisema kwamba yeye anajua kwa sababu amebarikiwa kuwa na kipaji hicho, lakini hakumtaja huyo mchawi kwamba ni shangazi. Basi baba baada ya kuambia hivyo, baba akaniita na kuanza kuniambia kwamba nimwambie ukweli. Na nimwambie ukweli ni nani ambaye ananitumikisha katika masuala yake ya kichawi. Lakini sikutaka kufungua mdomo wangu. Sikutaka kumwambia chochote baba kwamba shangazi ndiye ambaye anafanya yote haya. Na kama ningemwambia baba, basi ningempoteza. Hiyo ndio ilikuwa ni hofu yangu kubwa. Basi baba baada kuniuliza kwa muda mwingi na kukosa majibu, baba ikabidi anifunge miguu pamoja na mikono. Akaanza kunichapa. Baba alinichapa siku hiyo huku akisema kwamba hiyo roho ulionayo kama imegomea maombi, basi igomee na adhabu hii. Nilichapwa kama mtumwa. Nilipigwa mno. Nilipigwa kipigo ambacho hastahili binadamu wa kawaida kupigwa. Baba alinipiga, ikabidi tu nimwambie ukweli. Nilimwambia baba ukweli, maana maumivu yalikuwa yamezidi. Nilimwambia baba, kwa nini unanipiga? Nafanya yote haya kwa sababu nakulinda babangu. Nakulinda baba, kwa sababu nikikwambia ukweli na wewe utakufa kama mama baba. Babangu akaniambia, akasema ndio Rahabu. Yaani nakupiga ni kwa sababu nahitaji kujua ukweli. Ni nani anayekutumikisha katika uchawi? Unaletea uchawi katika ukoo wangu? Nikamwambia baba, ndo maana nakwambia hata bibi amekufa ni kwa sababu nimemwambia ukweli huu. Baba, naogopa kukupoteza na wewe. Huna kinga yoyote babangu. Huna kinga baba. Maombi yako yenyewe babangu ni ya kusuasua. Unanipiga, unanionea tu bure babangu. Baba, nakupenda ndo maana napitia katika hali yote hii. Sikutarajia mimi Rahabu nije kuishi maisha kama haya baba. Lakini kwa kuwa umeamua nikwambia ukweli, basi mimi nitakwambia ukweli. Sasa sijui kama huyu mtu atakuwa tayari kuiua damu yake, atakuwa tayari kuiumiza damu yake. Rahabu anasema nilitulia kidogo kabla ya kumtaja shangazi. Hatimaye nikaamua kusema. Nikasema baba, mtu ambaye ananitumikisha, mtu ambaye anafanya yote haya ni shangazi Zawadi. Ikabidi nimweleze mwanzo hadi mwisho. Kuanzia kipindi kile wakati amesema nikamsaidie Tanga kufanya kazi kwa sababu mtoto wake anaumwa. Baada ya mama kuja na kumwambia ukweli, zile ndoto, baada ya ajali na baada ya bibi kumwambia ukweli, yani kila kitu mpaka shuleni. Nilimwambia kila kitu babangu. Babangu alisikitika sana. Alisikitika sana. Ilibidi aitupe ile fimbo chini. Akanifungua miguu pamoja na mikono. Akanikumbatia. Akasema, Rahabu binti yangu, mateso yote haya ulikuwa unapitia ni wewe pekee. Kwa nini ukuniambia babako? Kwa nini umekubali kubeba mzigo mzito ambao sio wako? Kwa nini umebeba mzigo ambao umekuzidi hata umri wako mwanangu? Kwa nini ukuniambia? Shangazi yako Zawadi, Zawadi ambaye ni dada yangu, Zawadi ndo akunifanyia mambo haya. Nimemkosea nini mimi Zawadi? Baba aliongea maneno hayo huko akilia. Alilia kiasi kwamba alishindwa kujizuia. Alitoka nje alilia. Sijai kumuona babangu akiwa analia kiasi kile. Babangu alilia huko akitazama nje. Alisema, binti yangu, naona hata aibu kukitazama. Naona aibu binti yangu kutazama. Sio kwamba nakuchukia. Sio kwamba nakupa adhabu na kuchukia binti yangu. Sio kwamba nilikuwa nakufukuza hapa nyumbani nilikuwa nakuchukia. Ni kwa sababu nakupenda binti yangu. Kwa nini ulikubali kubeba huu mzigo peke yako? Rahabu anaendelea kusema. Anasema baba wakati amesimama pale mlangoni, nilitoka mule ndani nikamsukuma baba pembeni, nikakimbia na kuelekea chumbani kwangu huku nikiwa nalia. Nilikuwa na wasiwasi kwamba babangu naye asije akafa kama alivyokufa mama pamoja na bibi. Nilijifungia ndani siku nzima. Lakini baadaye akaja mama wa kambo.
licha ya uchawi wake na vitimbwi vyangu vya kila siku, mama huyu hakuwahi kuninyanyasa wala kunifanyia baya. Labda tukutane katika ulimwengu wa giza. Tukikutana katika ulimwengu wa giza ndio alikuwa ananipiga hamna mfano, lakini katika ulimwengu huu wa macho alikuwa ananipenda kama binti yake. Mama huyu wa kambo alinipatia chakula, akaniambia, mwanangu, kula, ukombozi wako uko njiani. Usijali binti yangu, madam umeshamwambia babako, hakuna kitu ambacho kitamtokea babako, kwa sababu kumbuke kwamba babako ni mume wangu mimi, na sitakubali jambo lolote limpate mume wangu. Kuwa na amani, sawa? Tukiwa hivyo tutakuwa salama. Lakini ile njia ambayo ulichagua ilikuwa si sahihi. Yaani kumbe mambo yote haya kati yanaendelea, kumbe yule mama kuna namna ambavyo alifanya, alikuwa anapambana na shangazi. Na yule mama alimfunga babangu akili. Yaani babangu alikuwa anajua kwamba mama huyu aliyemuoa ni mchawi, lakini wala alikuwa afanye kitu chochote. Ndio kwanza alikuwa anapenda anachokifanya. Nakumbuka siku moja nikiwa nimelala kama kawaida, niliingia katika ulimwengu wa giza. Nikamwona shangazi na mama wanavyopambana. Katika ndoto ile niliona kwamba shangazi alikuwa anataka kumuua baba. Mama yeye alikuwa anazuia. Sasa shangazi akawa anaambia mwanangu, Rahabu, hebu njoo nisaidie. Njoo tumalize hii kazi ambayo tumeanzisha. Yaani sijui babako ameoa mtu aina gani. Yule mama wa kambo akawa anasema Rahabu, ukimzuia ujue unamuua babako. Huyu shangazi yako anataka kumuua babako kwa sababu umemwambia ukweli. Basi Rahabu anasema, baada ya kujua ukweli kwamba ili kumuua babangu na mama wa kambo anapambana kwa ajili ya kumwokoa babangu, basi nikaamua nisimame upande wa mama wa kambo. Vita ilikuwa ni kali mno usiku ule. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Shangazi Zawadi. Haya, vita ya mama wa kambo wa Rahabu pamoja na shangazi yake Rahabu imepamba moto. Upande wa mama wa kambo wa Rahabu anataka kumwokoa babake Rahabu, lakini shangazi yake Rahabu yeye anataka kumwangamiza babake Rahabu. Na Rahabu ameamua kuwa upande wa mama wake wa kambo kwa sababu anataka kumtetea babake. Je, ni kipi ambacho kitafuata? Ni nani ambaye atashinda vita hii? Je, ni upande wa mama wa kambo wa Rahabu au ni upande wa shangazi yake Rahabu? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Shangazi Zawadi.